ujumbe, andika kwenye daftari lako pale juu, kuukomboa wakati. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15. Imeandikwa, basi angalieni sasa jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama mtu mwenye hekima. Mstari wa 16. Mkiukomboa wakati. Enendeni mkiukomboa wakati. Kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Kwamba yale maisha unayoishi leo yanaamua kesho yako iweje. Ile biashara unayofanya leo inaamua kesho yako uwe nani. Matendo yako ya leo yanatosha kutuambia kesho wewe utakuwa nani. Nasema enendeni mkikomboa wakati. Hakuna kinachokombolewa kama hakijashikiliwa. Lolote unalofanya liko ndani ya muda. Ndio maana hata kwenye msalaba utakuta wameandika tarehe 2. Alizaliwa na amekufa. Tafsiri halisi, mtu anapozaliwa ndio ameanza kufanya mchakato wa kuishi ndani ya muda. Akitoka manake na muda wake umeishia pale, ni ukomo wake. Ndio maana mwandishi wa Zaburi akasema, Mungu unifundishe kujua mwisho wangu na kujua udhaifu nilionao. Mnaweza mkasogea mbele. Chochote unachokifanya unakifanyia ndani ya muda. Naomba usome Mhubiri 3 mstari wa 1. Mhubiri 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi chini yake. Na wakati umebeba kusudi. Ndio. Yaani kila kusudi liko ndani ya muda. Ndio. Kila muda umebeba kusudi lake. Asubuhi imebeba kusudi lake. Usiku umebeba kusudi lake. Mchana umebeba kusudi lake. Chochote unachokifanya ndani ya muda huo kuna kusudi lake. Kitu cha kufanya asubuhi ukifanya mchana umechelewa. Kitu cha kufanya mchana ukifanya jioni umechelewa. Kuna vitu ambavyo usipofanya mapema ujue kabisa unaweza ukaja ukajuta. Na kama kuna vitu ambavyo shetani anavifanya ili kuharibu kusudi la mwanadamu, ni muda. Ukiona mtu amefungwa, hajafungwa mtu, ni muda wake umefungwa. Ndio. Ukiona mtu anateseka, ni muda wake unatumika. Ukiona mtu anastarehe, ni muda wake anautumia. Sasa tunaposema enendeni mkikomboa wakati, tafsiri halisi, tusipojua wakati gani tufanye nini ili kuwa sehemu fulani, ili kuwa mtu fulani, tutakuwa tumechelewa sana. Usipojua sasa hivi unatakiwa ufanye biashara, iko siku utazeeka na utaanza kulia. Usipojua ni muda wa huduma, wewe utangoja muda ufike, kumbe muda ulishafika na kupita. Usipojua ni muda wa kuolewa, unaweza ukawa unacheza rege. Usipojua ni muda wa kuoa, utashangaa miaka 45 ndio unaoa. Kila kitu kina majira yake na wakati kwa kusudi lake. Mungu amekupa vipindi. Shetani akitaka kuvuruga maisha yako, anavuruga muda. Soma Marko 5 mstari wa 5. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Huyo ni mtu ambaye alipelekwa na mapepo makaburini. Siku zote usiku na mchana alipiga kelele. Shetani anaweza akaushika muda wako siku zote za maisha yako, ukawa unafanya jambo hili moja na unaona uko sawa.
unaweza ukajikuta umeshikiliwa kwenye kabiashara kamoja, na kale kabiashara kana faida ndogo sana, na uwezo wewe wa kufanya biashara kubwa unao, lakini umeshikiliwa usiweze kwenda hatua nyingine. Kinachoshikiliwa ni muda. Ukija kushtuka hivi, umri umeenda, alafu hujafanya chochote.